Habari za kutisha kutoka katika kumbukumbu za siri za bahari. Huu ni ujumbe wa Moss ambao haukuwahi kuelezeka. Mimi nakufa. Ni nini kiliwaua wafanyakazi wote wa SS Orang Medan kwa pamoja na kuziacha maiti zao zikiwa zimeganda kwa hofu ya kutisha? Mnamo mwezi Juni mwaka 1947, meli kadhaa zilizokuwa zinasafiri katika njia ya bahari ya Straits of Malacca karibu na Malaysia na Indonesia zilipokea ujumbe wa dharura wa msimbo wa Moss SOS kutoka kwa meli ya mizigo ya Kiholanzi iliyoitwa SS Orang Medan. Ujumbe huo ulikuwa wa vipande na ulishtua sana. Ulisema hivi: maafisa wote akiwemo nahodha wamekufa, wamelala kwenye chumba cha ramani na darajani. Huenda wafanyakazi wote wamekufa. Baada ya hapo kukawa na ukimya mfupi, kisha maneno ya mwisho ya kutisha yakafuata: mimi nakufa. Baada ya kauli hiyo, mawasiliano yalikatika kabisa. Meli ya Kimarekani iliyoitwa Silver Star ilikuwa karibu zaidi, ikageuka haraka kwenda kusaidia. Walipoipata na kuipanda SS Orang Medan, walikutana na picha ambayo haitakaa isahaulike katika historia ya bahari. Kila mtu ndani ya meli hiyo alikuwa amekufa, lakini muonekano wa maiti hizo ndio ulioleta hofu kubwa. Nyuso zenye hofu ya kutisha. Maiti zote zilikuwa zimeganda zikiwa zimeangalia juu angani, macho yao yakiwa yamekodolewa kwa mshtuko mkubwa, vinywa vyao vikiwa wazi kabisa kana kwamba walikuwa wanapiga yowe la mwisho, na mikono yao ikiwa imeshtuka mbele kama wanajilinda na kitu. Hakuna damu wala majeraha. Hakukuwa na alama yoyote ya kupigwa, kuchomwa kisu au jeraha lolote la nje kwenye miili yote. Mbwa wa meli. Hata mbwa wa meli alipatikana amekufa akiwa ameganda, huku akionyesha meno yake kwa hasira na hofu kuelekea kitu kisichoonekana. Baridi ya ajabu. Licha ya kuwa eneo hilo lilikuwa na joto kali la tropiki, ndani ya sehemu ya chini ya meli, cargo hold, kulikuwa na baridi kali isiyo ya kawaida. Wafanyakazi wa meli ya Silver Star waliamua kuifunga Orang Medan kwenye meli yao ili waivute hadi bandarini kwa ajili ya uchunguzi wa kina. Hata hivyo, kabla hawajaanza safari, moshi mzito ulianza kutoka sehemu ya chini ya meli hiyo. Wakaokoaji walilazimika kukata kamba haraka na kukimbilia meli yao. Ndani ya dakika chache, SS Orang Medan ililipuka kwa kishindo kikubwa sana na kuzama chini kabisa ya bahari, ikazika ushahidi na siri zote zilizobaki. Kwa sababu meli ilizama na hakuna uchunguzi wa kisayansi uliofanyika kwenye miili, wataalamu wametoa nadharia hizi. Gesi ya sumu ya siri. Inadhaniwa kuwa meli hiyo ilikuwa inasafirisha kwa siri kemikali hatari au silaha za kibiolojia kama potassium cyanide au nitroglycerin zilizobaki kutoka vita vya pili vya dunia. Kemikali hizo zikavuja, zikawanyonga wafanyakazi wote haraka na kisha kusababisha mlipuko. Hii ingeeleza kwa nini hawakuwa na majeraha ya nje. Sumu ya carbon monoxide. Hitilafu kwenye mfumo wa boiler ya meli inaweza kuwa ilisababisha gesi ya carbon monoxide kuvuja na kuwaua wote wakiwa wamelala au kazini kabla hawajachukua hatua. Nguvu za giza au UFO. Kutokana na nyuso za maiti kuonyesha hofu kubwa zikitazama juu angani, nadharia za mambo ya siri zinasema huenda walivamiwa na viumbe wa ajabu au nguvu za giza kutoka angani. Fumbo la Orang Medan linabaki kuwa hadithi ya kipekee ya meli ya mzimu, ambapo meli nzima ilikufa ndani ya dakika chache, huku shahidi pekee akiwa ni ule ujumbe wa Moss uliosema mimi nakufa. Mimi ni Planet X, naiteleza habari hii. Je, ilikuwa kemikali ya siri, carbon monoxide au nguvu za giza? Drop comment yako hapo chini na usisahau kufollow kwa habari na matukio mengine ya kusisimua. Tukutane kwenye taarifa ijayo.